ana kitu kubwa sana kufunza kwake. He has trained his sons, na wale sons wake, he does not, hiyo ni kitu moja sijaona Kenya hata wale wamefanikiwa. He doesn't tell akiita international guests wake, he does not get bothered. He just takes a son kama mimi, kama mgeni wake kutoka Kenya, ambayo nilipewa kuongoza maombi ya Central na East Africa kwa wale watu walikusanyika wengi wanaofanya huduma yake. Aliita mwanawe mmoja akamwambia, huyu bishop nilikuwa nataka kae nami hapa kufanya mkutano fulani, lakini anaenda Northern Nigeria. Umchukue uende naye mpaka mji mkuu wa Abuja, umtafutie hoteli nzuri sana, mpaka atakapoenda uhakikishe kwamba amefika Kaduna State. Wale watu sijui ni mila za kwao, wakawa nasema yes sir, yes sir, yes sir. Kumbe vile yeye as a son anataka na kubeba ule mzigo. Hakuna hata kuketi tena hati sasa nipe pesa. Hapa kwetu tunaona wana wakiuliza leta pesa baba. Na hatuwezi kuanza hivi, maana bado wanakuwa train. Wale wote kila mmoja anapewa mgeni wake. Mgeni amekuja kwa baba, mgeni kufanya mkutano. Ndio maana hapa nimeshindwa pia kuleta wageni. Because nikiambia Pius huyu wewe utamshughulikia, atakuja nyuma ingie kwa ofisi mwambie baba sasa. Wangapi na mimi tunaenda huko. So nilipokuja, that man kaniweka kwa hoteli, akawa na hoteli zimejaa. This hotel, I said, no, this is not your class. Unajua anamaanisha nini? Hii ni ya chini. Akasema our father is very specific. He never puts guests wake hotel kama hii. Akawa anatafuta ya 5 star. That's why he told me. You know what? I felt that man's paying good money, but he don't complain. They are blessed. They say this is how God has blessed us. Amen. Akaniambia unaona wewe kutunza hapa hivi nimetukiwa na gavana anayeshika tena bila kuuliza. Amen. And then I realized kwamba sisi tumezoea kung'ang'ana na kupigana wakati tunachia rais za imani. So the man tukiwa anaambia bishop leo nataka usikule kwa ile hotel, nataka nipeleke mahali wetu wanakula, naenda pale. Kienda kwa kula chakula, I'm just receiving a message from a governor. Governor nataka kumana swini. I don't know, this governor swini. Anaambia, look at this in the paper. You see, what we are doing here is this is the result. Siku moja nilikuwa naenda, anaambia, you know what? God has done a miracle. I've been sent $700 na mtu nilimfanyia swini. Amen. Anaambia, look at this. So I was learning a lesson. Kwa nini hao watu wamefika mbali sana? But nikakumbuka wameanzia mbali. Pastors and new leaders, Africa, now very few people who sacrifice. Very few people. And that's what in this meeting, we are going to pray that Mungu anatupatia moyo wa sacrifice. Amen. Our father Abraham sacrificed his son, mwana wa pekee. Alitoa mtoto mpaka Mungu akasema nimeona siku anataka mtoto kwa taka roho yako. Amen. Akasema kubariki nitakubariki. So what is a sacrifice? I was looking maneno gani? I came, Mungu akaanza kunifundisha through my own. Akaniambia mahali unaishi sometimes napatia watu nini lift kuna watu wanaishi katika njiani, one of them is our pastor there, huwa anapita kwake ukienda kwangu. Sasa Mungu akaanza kuniambia kwamba ukibeba mtu ambaye unaenda kwako alafu umdrop kwake ukipita, hiyo si sacrifice. Hiyo ni kama offering. Kwa sababu hata kama asingekuwepo ungepita nje hiyo usingeongeza mafuta. Yaani haikutatizi chochote. Then Mungu akaanza kuzungumzia, lakini ukipeleka mtu mahali wewe huendi